Ila Beli, umeniua. Bora hata ulikuwa ni mtu wa wanawake, unavuna ulichopanda. Ila mimi mwanamke mmoja tu ameniingiza shimoni. Ama kweli dunia tambara bovu. Nimebeba mzigo mzito, moyo wangu unalia. Mungu wangu, nitazame kwa hili fungu nalopitia. Nakuamini sana. Kuwa makini na huyu mwanamke, maana namjua vizuri sana. Angalia asikulaghai. Hapana, hawezi kunilaghai. Unanijua mkuu, mimi huwa sishawishiki na chochote kile. Na umeshakuwa zaidi ya baba kwangu. Nashukuru sana, na ndio maana nakukubali. Sasa wacha mimi niende. Nimekumbuka. Kuna chakula nimekuja nacho kwenye gari. Twende ukachukue. Sawa. Raji yuko wapi? Ameenda chumbani. Sasa kuna kitu mimi nataka nikwambie. Lakini kwa naomba iwe siri yetu, usije ukamwambia mhusika. Anaambia usitomwambia. Sasa ni hivi. Ujue ulivyokuwa upo mundani, Raji alikuwa ananisumbua sana. Alikuwa ananitaka kimapenzi. Mbaya zaidi, alikuwa anakuja hadi chumbani kwa babako bila uoga. Raji huyu. Sasa usiongee kwa sauti, atakusikia bure, usije ukaribu mambo. Kumbe ndio maana amefika tu hapa kaniuza nini kinaendelea. Unaona sasa? Naona mama na mwana mnabadilishana mawazo. Yes, daddy. Sure. Acha kuzuga. Huyu hawezi kuwa mamangu abadan. Niambie ukweli. Mamangu yuko wapi? Agu mwanangu, siku hizi umekutwa na nini? Kwa nini mama? Sioni kama ukitimiza majukumu yako. Unamwacha mzee Shakuru anafurahia tu maisha. Mama, umeshaanza tena. Nimeshaanza nini? Ujinga wewe. Alafu wewe, akili zako kama za marehemu babako. Mama, nakuomba mwache babangu apumzike kwa amani. Wewe ndio chanzo cha kila kitu. Wewe Agu, siku hizi umeanza kiburi eti, si ndio?
Unajua, mimi siku ile uliporudi hapa nyumbani nilijua umebadilika, lakini kumbe ni tofauti kabisa. Yaani hayo maisha ya huko mtaani kumbe yamekuvuruga kabisa. Baba, maisha ya mtaani hajanivuruga, ila amenifanya kuwa strong. Ila wewe ndio unayetuvuruga huko ndani. Hakuna hata mmoja kati yetu unayemjali. Usi ndio umemteka hadi Laji wewe? Unajifanya ndio mwanao kipenzi, alafu kisha ukajifanya kwenda kumuokoa. Sijui unapata faida gani wewe mzee? Hivi kichwa chako kina ubongo au ugali? Mimi naweza kumteka mtoto wangu? Mimi mbona uliniteka? Au mimi sio mwanao? Na nataka kujua mama yangu yuko wapi? Ungependa kuwa mwigizaji wa kimataifa ama unapenda sanaa ya uigizaji na hujui pa kuanzia? Fursa ni hii. Chinga Media Company Limited inakuletea programu maalum inayoitwa Chinga Media Acting Masterclass. Hapa utapata darasa la uigizaji ngazi ya kimataifa, yani International Acting Course. Mafunzo yataanza Novemba 2025 hadi Januari 2026. Gharama za kutuma maombi ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Tupigie namba 0685968463. Kumbuka, baada ya kumaliza darasa letu, watakaofanya vizuri watapata nafasi ya kushiriki kazi za Chinga Media. Chinga Media, hii ni Levels. Jamani, mnaona pale? Ama kweli dunia sio ya kuiendea kwa pupa. Yaani huu ndio mwisho wangu kweli. Naona sasa nateseka. Mambo yamebadilika. Kutoka kwenye mbali mkoani huko. Sikuzingatia kilichonileta chuo. Ona sasa matokeo yake ndio haya. Mungu, kama ungenipa nafasi nyingine ya mwisho, ningekuwa mfuasi wako namba 1, ili nilitangaza neno lako kuu, mataifa ya kujue. Wewe utangaze neno lake Mungu, mataifa wamjue? Achana na hivyo vipombekani, haviwezi kukusaidia kitu. Zaidi vitakuharibia afya yako. Siku hizo umekuwa mshauri mzuri sana. Ama kweli shetani akaanza kuzeka na kuwa malaika. Wewe leo kunishauri mimi hivi kweli? Wewe Mungu wangu, nitazame kwa hili fungu na
nalopitia, niwe umeliruhusu au ni ya wanadamu. Ruhusu amani na furaha kwangu. Ingia. Jamani yangu nilikumisi. Vipi? Mbona kama unatetemeka hivi? Amna, nipo sawa. Sasa kama kukumbatia tu umekuwa hivyo. Vipi kama tukifanya mambo mengine? Ndio unaonjesha sasa. Baby sorry. Nimekumbuka kitu. Natakiwa niwahi hospitali. Ni nani tena anaumwa? Ni rafiki yangu ninayekaa naye hapa. Amepata matatizo. Na hapa nilikuwa naandaa nguo ili niende hospitali. Poleni. Basi ndio hospitali kusindikize. Sawa. Ngoja nimalizie kuandaa. Sawa, nakusubiri. Huyu Chike sijui ananitafuta nini. Ila dadi, hiki kitu mimi nilishakwambia kitatusumbua sana. Ni bora tu umeununulie nyumba yangu nihame humu ndani. Na je, mama yake Chike ni kweli yupo hai? Awe hai wapi? Anaongea tu ujinga. Mamake alishafariki miaka mingi iliyopita. Na sijajua ni nani anemlisha maneno ya sumu kuhusu wewe mama yake. Basi fanya mpango dadi, nihame humu ndani. Nimepata wazo. Unaonaje nikikupangishia apartment? Hapana. Mimi sitaki kupangishiwa nyumba. Nataka nyumba yangu mwenyewe. Sawa. Ngoja nitalifanyia kazi, alafu nitakupa majibu. Sawa, iwe serious basi. Na isichukue muda mrefu. Sawa. Wewe mumpigie Chike basi hapo. Hatusevu hata kidogo. Sawa. Hiyo unazungumza naye wewe. Sawa, haina shida. Simama na mimi Bwana, unishike mkono wako. Mimi mwana mpotevu niliyepotea, usiku na mchana. Weka loudspeaker. Nahitaji mwanga unipapasa. Ni aje kani? Benli ndugu yangu. Kani amerudi kumbe? Yeah, amerudi. Kule mchongo ulifeli.
Okay. Sasa ndugu yangu, yaani mimi hapa naumwa, hali yangu mbaya kinoma. Na mazingira ya ghetto hapa hata hayako vizuri. Kwa nilikuwa nakuomba unisave hata kidogo tu chochote. Kwa sababu siwele nyumbani kwetu usijogafia hapo ghetto. Alafu pia mimi mwenyewe sielewi na mambo yangu kibao tu yananikoroga. Kwa hiyo naomba mniache wanangu. Nimebeba mzigo mzito, moyo wangu unalia. Mungu wangu nitazame kwa hili fungu nalopitia, niwe umeliruhusu. Halafu leo kuna jambo nataka nikuulize. Sawa, niulize tu babe. Natamani sana kwa sasa nikufahamu vizuri. Ina maana siku zote hizi tunaishi pamoja bado hujanifahamu tu? Sina maana hiyo. Namaanisha historia ya mama yako. Mamangu alifariki nilipokuwa mdogo sana. Oh, pole sana. Je, na kule unapoenda ni kwa mamako? Ni kwa mamangu mlezi aliyenilea tangu nikiwa mdogo mpaka hapa nilipofikia. Vipi na baba yako? Yuko wapi? Yaani huyo ndo sitaki hata kumsikia kabisa. Namchukia vibaya mno. Kwa nini unamchukia hivyo baba yako? Kwa sababu ana sifa za kuitwa baba. Na siku nikijua alipo, uhai wake ni halali yangu. Kwani kilitokea nini? Sitaki hata kuikumbuka stori yake. Naomba niache nilale. Samahani, namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Hivyo mwanamke anachukuliaje? Yaani kama vile yeye ndo alinioa. Ni siku ya ngapi leo hajarudi nyumbani? Na si mkazima kabisa. Na hata kunitafuta hakuna. Safari hii akirudi, ni lazima nimwashie moto. Hata kama hapa ni kwake. Asinifanye mimi mjinga. Samahani, namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Ama kweli mwenye shibe mji mwenye njaa. Leo mwenetu Chike ametukataa kama vile hatujui. Naoma sana kaka. Ndio hivyo ndugu yangu. Hebu mpigie Laji tuone. Laji kaka. Mbona unage ushikaji huu? Kama Chike tu mwenetu ametukataa hivi, sembuse Laji ambaye unatoa ushikaji. Wewe mpigie. Akikataa si basi. Kani niambie ndugu yangu. Benli hapa kaka. Niambie kaka ni aje? Hivyo hivyo tu ndugu yangu.
Vipi, mbona unaongea kama uko sawa? Naumwa ndugu yangu. Hali yangu haiko sawa hata kidogo. Alafu pia sielewi, yani sina hata 110. Du. Pole sana mzee. Basi tomorrow nitakuja kukucheki. Nashukuru kaka. Ila pale tumehama, kwa hiyo ukitaka kuja utaniambia nikuelekeze. Haina noma kaka. Ila kuna kaela hapa. Ngoja nikutumie kukupush. Nikutumie kwenye namba ipi? Tuma kwenye namba hii ya kani kaka. Basa, dakika 0 tu utaona mwamala. Nashukuru sana kaka. Mungu akubariki. Usiwaze, sisi ndugu yangu. Ikiwa baya unamfanya mwenzako, kesho atakurudia. Nikipewa nyingine, nafasi nyingine, nitajifunza pengine, makosa sitarudia. Nikipewa nyingine, nafasi nyingine. Yes, hivyo unajua kwamba ukiwa na shilingi 10,000 unaweza kupata JB 10 na ukiwa na shilingi 13,000 unaweza kupata JB 15. Yes, hayo ndio mambo ya Chris Bando. Unachotakiwa kuwa nacho ni kuwa na line ya Halotel. Kikubwa zaidi ni kwamba ukilipia hicho kifurushi chako kitadumu ndani ya muda wa miezi 8. Kinachotakiwa ni rahisi tu, unalipia anakuunga bando. Huyu jamaa ni mwaminifu mno. Chris Bando bwana, yeye ana namba 4. Ila mimi nakutajia 2. Alafu 2 zingine zipo kwenye skrini yako. 0717048048 au 0615754303. Hakikisha tu jina linatokea Christopher Luoga. Chris Bando, Bei Kitonga. Ciao. Nimebeba mzigo mzito, moyo wangu unalia. Mungu wangu, nitazame kwa hili fungu nalopitia. Niwe umeliruhusu au ni ya wanadamu? Ruhusu